Utazama ulimwengu kama Kristo. Ni kwa jinsi gani utakapotazama ulimwengu huu na ukaelewa na ukajielewa wewe nafasi yako kama Mkristo? Utatazama vipi ulimwengu huu na ukaelewa na ukasaidika na ukasalia kwa Mkristo ukisimama katika nafasi yako? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Tunapotazama ulimwengu na tunapoishi katika ulimwengu huu, tuko na vikundi viwili vya watu. Kikundi cha kwanza ni walimwengu. Bwana asifiwe. Walimwengu. Walimwengu ni wale watu ambao wanaishi katika viwango vya ulimwengu, viwango vya dunia. Hawajamkiri Kristo Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, na ikiwa wamefanya hivyo, basi wamerudi na wakaingiliana na viwango vya ulimwengu. Kwa hivyo wamesimama kuwili, wamesimama mara mbili, mguu mmoja ndani na mguu mwingine nje. Bado ni walimwengu. Na kikundi kingine ni Wakristo waliopokea Kristo Yesu na wakaamua, na hata hivi leo wamesimama, na hata hivi sasa wanajisikia. Watu kama hao bado wako na njia moja au nyingine, wanapata kushawishika ili walegeze msimamo wao, waende wakaishi katika viwango vya ulimwengu. Na ushawishi huu waja katika njia nyingine ambazo wakati mwingine huwezi ukaelewa kwa urahisi, lakini matokeo yatakapoonekana ndio utakuta ile fahamu zako zitakuja. Ama kadri unavyohudumiwa na Roho Mtakatifu ndipo utajikuta uko mahali ambapo hapa sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mkristo sio mdini. Mkristo ni Kristo. Tofauti kati ya dini na Ukristo ni kwamba dini lengo lake ni kutafuta Mungu fulani. Lengo la dini ni kutafuta Mungu fulani. Na katika hali ya kutafuta Mungu fulani, wengine hupatana na miungu, lakini sio Mungu tunayemjua. Ila Ukristo ni kupatana na Mungu kupitia uhusiano na urafiki wa kipekee kupitia Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wewe ni Kristo kwa sababu ya jinsi ulivyofanya Kristo kuwa rafiki yako wa karibu sana, na ukasema kwamba sitakuacha Bwana. Ziko injili ambazo hazitakikani kwa kanisa siku ya leo, na zinaonekana zinapotezea watu wakati. Kwa sababu gani? Sio za kutoa na sio za kupokezana miujiza. Ila wacha nikwambie ya kwamba sababu ya Wakristo kuhangaika ni kutojifahamu kwa Wakristo. Hawajui kwa Kristo ni nini. Dini ziko nyingi sana, lakini Ukristo ni moja. Kwa hiyo ikiwa wewe bado unatafuta Mungu wa kumwabudu, bado unachanganua masuala ya kiungu ili upate msimamo, kuja kuwa Mkristo. Kwa hivyo wewe unakuwa mlimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi leo naongea na Mkristo ambaye amechukua hatua, amesikiliza neno la Mungu, amehubiriwa, ameamini neno na akamkiri Kristo katika kinywa chake, na akasema, Bwana wewe ndiye Mwokozi wangu, wewe ndiye rafiki yangu wa karibu sana, na nimekubali kutembea na wewe. Huyo ndiye yule ambaye naongea na yeye siku ya leo. Na ikiwa wewe ni mmoja wa hapo, najua utasema amen. Bwana Yesu asifiwe. Na tena ukiwa mtu kama huyo, nataka nikufundishe ni katika jinsi gani utakapotazama ulimwengu na ukaa ndani yake, ila wewe sio sehemu yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya ulimwengu yatapita, watu wote wazuri wataenda, fedha zote tunazozitamani zitakuja na zitapotea, falme zote za binadamu zitaenda.
litaisha, ila neno la Yesu Kristo, neno la Mungu litabaki milele na milele. Na hili neno ndio linatupatia mwelekeo. Neno la Mungu limehifadhiwa katika Biblia na linaitwa andiko lake. Na baada ya sisi kupewa andiko Biblia, kuliwekwa kufuli ya kwamba hili neno lisipunguzwe wala lisiongezwe chochote katika hilo, na atakayefanya hivyo ana hukumu inamsubiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengi waliingia kanisani, hata hivi leo tunapoongea, walirudi nyuma katika matendo ya ulimwengu. Kwa sababu gani? Waliingia na ule inaitwa ujanja mwingi, uerevu mwingi wa ulimwengu huu, masifa mengi na majingaba mengi, lakini hawakutaka kunyenyekea wakasikia sauti aliyewaita na matakwa yake katika maisha yao. Ndiyo leo unazungumzia mlevi aliyekuwa anahubiri kwenye madhabahu, unazungumzia mshirikina aliyekuwa akisimama kama asha kanisani, unazungumzia mtu anayeimba nyimbo za kitamaduni leo, ila hali alikuwa kanisani akisifu na kuabudu na kiongoza watu wakibarikiwa. Leo wamezama, leo hawajielewi, leo wameacha msimamo wao. Kwa sababu gani? Walipopokea walishughulikia, walichukulia ni kama ni uwerevu wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimesikia wengi wakijigamba sana, mimi naweza, lakini Paulo akasema ninaweza kupitia yeye anayenitia nguvu. Haleluya. Amen. Siku zote unapoeleza mafanikio yako katika maisha yako yote, ukiwa usikose kumtaja Kristo kuwa ndiye mwezaji ama muweza wa mafanikio yako. Haleluya. Amen. Mafanikio yako yamhusishe Kristo, ya kwamba yanatoka kwake. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Nitakielewa vipi katika ulimwengu huu? Ni kwa njia gani ninastahili kuutazama ulimwengu huu ili na mimi niwe salama? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yako maswali ningependa kukusaidia kujiuliza leo na kuyajibu ili akusaidie kuafikiana na malengo ya Mungu na mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Swali la kwanza, jiulize, je, mimi ni nani? Hebu jiulize kwa sauti nisikie. Tena. Haleluya. Je, mimi ni nani? Je, unalo jibu? Nani ataniambia yeye ni nani? Na hilo jibu linatoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kila unapojibu tumia andiko. Petro akaandika akasema, ukiwa Mkristo jitayarishe kila wakati, usikose ama usishindwe kujibu maswali yote yanayohusu imani yako. Njia ya kutetea imani. Ili Petro wa kwanza 3:15 hapo 16. Taangalia. Bwana Yesu asifiwe. Je, wewe ni nani anayenisikiliza siku ya leo? Wewe ni nani? Najua wewe ni Kristo, lakini sasa kwa Mkristo ndiye nini sasa? Ama sasa wewe ni mtu aina gani pale ulipo? Haleluya. Haleluya. Amen. Haya, niambie wewe ni nani? Hata kama ni jibu moja tu. Unataka kujaribu? Yes, kule nyuma, Agnes. Wewe ni shahidi wa Yesu. Na hiyo ndio inaitwa mwito mkuu. Mathayo 28 mstari wa 18 hadi 20. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Enendeni ulimwenguni kote na mkawahubirie, mkawafanye waumini na mkawabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kabla ya hiyo anasema, na uwepo wangu huu pamoja nanyi, ama nami itakuwa pamoja nanyi hadi mwisho wa dahari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeamuriwa kwenda kushuhudia
Yesu ni nani? Kwa sababu ukitaka kusema unamwamini Kristo, huyu Kristo naye ni nani? Shuhudia, eleza watu ukweli kuhusu Yesu Kristo. Thank you so much, Jana. Thank you so much. Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo hakuja kutumikiwa, bali alikuja kutumikia. Unasikia hiyo? Yesu alikuja kutumikia watu, hakuja kukaa kibosi hivi ahudumiwe yeye. Ya watu wanapenda hiyo starehe sana. Mimi ni mkubwa, hata usinitaje bila title. Usiponitaje apostle fulani, reverend fulani, bishop fulani, archbishop, baba fulani, unanikosea heshima. Bwana Yesu asifiwe. Katika nyanja zetu za hizi taaluma, hao wasomi, vipo viwango vingine wasomi wanafikia ambapo wanapewa titles fulani. Sasa kila mahali ni atumie hiyo title. Kwa mfano mtu akiwa doctor, ni mpaka useme doctor fulani, hata akiandika wapi atasema doctor fulani ndio apate heshima. Kama lazima aseme professor fulani, bila hiyo anajua heshima haitakuwa. Ni jinsi ya kujitambulisha. Ni apewe kiti cha mbele. Wako watu mpaka aseme mimi ni archbishop fulani, ni apewe kiti cha mbele. Maana watu wakimwangalia hakai mmoja, kwa hivyo hata heshimika. Haleluya. Amen. Kwa hivyo kile cheo kinafanya heshimike. Okay, hiyo nayo iko. Kwa hivyo yeye ni mtumishi wa Mungu. Ukisoma Injili ya Yohana 1:12, neno linasema kwamba na wanaompokea Kristo Yesu wanapewa uwezo wa kuitwa wana. Kwa mimi ningeulizwa mimi ni nani, ningesema mimi ni mwana wa Yesu, mwana wa Mungu. Maana nilipompokea, nilipomkiri, nimefanyika kuwa mwana. Sasa kuwa mwana ni kutenganishwa. Kumbe wakati mwingine haukuwa mwana. Sasa tunakaa katika ulimwengu ambao kuna wana na kuna wale wageni wasiokuwa wana. Na njia ya kuwa mwana ni kupokea Kristo Yesu. Ndio unakuwa Mkristo. Kwa wewe ni mwana wa Mungu. Haustahili kuishi maisha yanayofanana na yule asiyekuwa mwana. Ionekane mabadiliko. Wacha wakusikizie, lakini isiwe kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata Yesu aliambiwa ana pepo, amepagawa. Kusoma Yohana 10. Yesu alimwambia amepagawa. 10:20. Walimwambia kwamba huyu mtu ana wazimu na tena ana pepo. Lakini ukichunguza walikuwa wanaongea, ilikuwa ni watesi wake. So usiposoma Biblia vizuri utahubiri Yesu ana pepo. Inategemea nani anaongea kinyume na wewe kuhusu wewe. Maana aliyekujua kweli atajua picha yako. Lakini aliyenapita na wewe hata sema mazuri, nataka kaendelea. Wewe ni mwana. Na ukijua wewe ni mwana, tulia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama mwana, endelea kuishi katika sheria na mikakati ambayo tumepewa na mbinguni. Na mimi ningeambiwa tena, nikuuliza mimi ni nani kama wewe leo nilivyosema, mimi ni kiumbe kipya. Neno zuri sana. Mimi ni kiumbe kipya. Paulo anasema katika Wakorintho wa 2:5-17. Anasema, na sasa tazama ya kale yamepita. Haleluya. Jua mstari ulio na nguvu sana. Neno la Mungu lina nguvu. Sasa ya kale yamepita. Tazama mapya. Yaani na wewe umekuwa kiumbe kipya. Maana sasa hauishi maisha yale uliokuwa unayaishi tena. Na sio kuishi tu kukula, hata mitazamo yako jinsi unavyochukulia kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mimi ni kiumbe kipya. Sasa nikiwa kiumbe kipya, sistahili kuishi katika sheria na mwongozo wa ulimwengu. Mimi nimekuwa kiumbe kipya. Hilo ni swali la kwanza tumelijibu. Amen. Naye anasema hayo majibu ni sawa kwake, ni kweli kwake kwa maisha yake. Hayo majibu yametolewa yote, yeye pia yuko hivyo. Yeye ni mwana, yeye ni mtumishi, yeye ni shahidi wa Yesu. Haya, yeye ni mwanafunzi wa Yesu. Naye anasema ni kweli, mimi niko hivyo. Amen. Utaona mikono haifiki ngapi.
maana bado hawajijui. Haleluya, amen. Swali la pili litakalokusaidia kujitambua ili usikaa katika ulimwengu kama mtu wa ulimwengu. Jiulize, kwa nini nipo, ama kwa nini niko hapa kwa urithi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini uko hapo ulipo? Umezaliwa katika jamii fulani, umezaliwa katika familia fulani, umejikuta uko na ushirika katika kanisa la Kristo. Kwa nini uko hapa? Na kwa nini uko pale ulipo nyumbani? Kwa nini ukazaliwa mtoto wa kwanza, mtoto wa pili, mtoto wa tatu, wa nne, wa tano na kuendelea? Hiyo nafasi uliyochukua, kwa nini uko hapo? Bwana Yesu asifiwe. Jiulize hilo swali. Mwingine atasema niko hapa kufanya mabadiliko. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio jibu napenda sana. Ukiwa mahali popote, wacha utofauti, fanya utofauti. Umepewa idara yoyote, hata kama ni ya serikali, ofisini, kazini, fanya bidii sana, uache mahali pale bora kuliko vile ulipopapata. Bwana Yesu asifiwe. Wacha waseme wasiseme, lakini wewe fanya, kwa sababu unajijua. Usikae kama walimwengu. Na swali la tatu, jiulize kwamba pana kasoro gani hapa nilipo? Pana kasoro gani? Ndio, niko katika nyumba yetu, niko katika hii ndoa, niko mahali hapa nimeajiriwa, niko hapa ninasoma, niko hapa ninaabudu, niko hapo katika hii familia. Hapa nilipo, mahali pote pale, ni kasoro gani ambayo ninayaona ama ninaziona? Shida iko wapi hapa? Fanya uchunguzi, fanya uchunguzi. Piga darubini. What is the problem where I am? Changamoto ni gani? Shida ni nini? Kitu gani kimekoseka hapa? Ambapo kikiwa sawa, mambo yote yataendelea vizuri. Kuna kasoro gani katika jamii yetu? Kuna kasoro gani katika nyumba yangu? Kuna kasoro gani katika huduma niliyopewa na Kristo Yesu? Ask yourself that question. Huyu ni Mkristo anayetaka utofauti, anayetaka kukaa kama Kristo kweli. Haleluya. Amen. Katika jamii tunapokaa hata leo, baadhi ya majibu na baadhi ya kasoro tunazoziona ni kwamba watu wameweka imani potofu. Watu wameweka imani potofu, imani mbaya. Sana sana watu wameamini miungu mingine, bali sio yule Mungu wa Israeli ambaye tunamjua, aliyetukomboa, aliyetuita, aliyetutumania mwana na akafa kwa ajili yetu. Sio Yahweh. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, ukisoma Biblia katika jamii ya wana wa Israeli, wana wa Israeli waliweka imani yao katika miungu. Wakanaani walikuwa na miungu yao, Wamoabu wakawa na miungu yao, Waamoni walikuwa na miungu yao, Wayuda walikuwa na miungu yao. Waliabudu miungu ya kila aina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma Hesabu mlango wa 25 kuanzia mstari wa kwanza hadi kuendelea kufika 18, utapata kwamba wale Wakanaani walikuwa na mungu wao ambaye alikuwa anaitwa Baali. Ndio unasikia tu iko Baali, 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 miungu ya Baali, Baali, Baali. Huyu Baali akawa na manabii wake zaidi ya 400. Baali alikuwa ni mungu wa Wakanaani, na alikuwa ni mungu ambaye alikuwa amesimamia ukulima. Ukitaka kuvuna vizuri, kuvuna tele, muinamie Baali na muite katika hali yako katika shamba lako wakati wa upanzi. Wako wengine leo pia katika jamii ambapo mambo yakikoseka, lazima atafute mganga fulani, atafute mungu fulani bila kujua huyu ni Mungu, maana njia anazozitumia sio njia za kiroho, sio njia za kimungu. Haleluya. Amen. Ukawa na mungu mwingine wa kike wa wana wa Israeli.
walikuwa wanamuita malkia wa mbinguni, the queen of heaven. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Yeremia mlango wa 7 utaipata hiyo, mlango wa 44 utapata hiyo, ya kwamba kulikuwa na mfalme ambaye malkia, ambaye alikuwa anaitwa malkia wa mbinguni. Yaani hao watu hawajui Mungu wetu Yehova ndiye anakaa mbinguni, wanajua kuna Mungu mwingine wa kike ambaye hakuna mbingu yake. Wewe huenda mkasemezana na watu katika jamii, mkafikiria mna reason pamoja, mnaenda njia moja. Kumbe huyu Mungu pita mbingu, yeye pia ana ufahamu wa mbingu nyingine, hata kuitikia Mungu wa mbinguni, kumbe hajamaanisha mbingu hiyo imaanisha. Haleluya. Amen. Sema Yeremia mlango wa 44 utapata kile kisa ya kwamba huyu malkia wa mbinguni, huyu malkia alikuwa amewasimamia katika nyakati za vita, na pia alikuwa amewasimamia katika nyakati za katika masuala ya kizazi. Mtu akitaka kuzaa watoto wengi alikuwa anamuinamia malkia wa mbinguni, ilikuwa anamuita jina lake, na huyu Mungu alimshughulikia sana. Mtu akifungua hapo utasoma mlango wa 44, unasoma mstari wa 17 hadi 19. Utasikia yeye aliyopata. Hebu soma nani amepata. Hiyo tutasoma. Mengine na paraphrase. 44 17 hadi 19. Hivi vipata sauti viko wapi? Nani amefunga Biblia kwa nambari wasione? Yeremia 44. Mstari wa 17. Anza 17, soma kwa sauti. Yeremia 44 mstari wa 17. Maandishi madogo. Lakini bila shaka tutatimiza kila neno lililotoka katika vinywa vyetu, kumfukizia uvumba malkia wa mbinguni na kummiminia sadaka za kinywaji, kama tulivyotenda sisi na babu zetu na wafalme wetu, na katika njia kuu za Yerusalemu, maana wakati huo tulikuwa na chakula tele. Waachie hapo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wameamua, wanasema kwamba tutatimiza kila neno lililotoka kwa vinywa vyetu. Tutamfukizia ubani, tutamtolea sadaka, tutapeana chakula, vinywaji. Huyu Mungu alikuwa analishwa sana. Huyu malkia wa mbinguni alikuwa analishwa sana. Jina lake lingine alikuwa anaitwa Astarte. Astarte alikuwa ni Mungu, amesimamia kizazi, amesimamia vita. Mkimwabudu ni walikuwa wanaamini kwamba watashinda vita, na walikuwa wamemtunza kupitia vyakula, wanamletea vinywaji, iwe ni pombe, iwe ni uji, iwe nini, iwe ni zabibu, divai, kila kitu. Zaidi ya yote, ukisoma Biblia vizuri, walikuwa wanampikia keki. Umewasikia Mungu akukula keki? Niwe malkia wa mbinguni. Bwana asifiwe. You are making cakes kwa wingi fulani. Soma Biblia kwa undani. Sasa mwezi wa kwanza, mlango wa 7, pia usoma yote. Walikuwa wanatayarisha keki. Mimi niko hapa, Mungu wangu yuko mahali, na mimi huyo Mungu ananijaa, mpaka anifanye chochote ninachokitaka, lazima niende nimpendeze, nimtembelekee keki ya kule na vinywaji vya kule na sadaka sana. Walimwengu, unakaa katika ulimwengu, na wewe ni sehemu ya ulimwengu. Kila kinachofanyika karibu, wewe unainua mikono. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu Mungu wao, asante, huyu kama malkia wa mbinguni
walikuwa na nyumba ya maabudu, hekalu lao, na katika hekalu waliruhusu tendo la uzinifu katika hekalu, katika madhabahu yao waliruhusu tendo la uzinifu. Kwa sababu gani? Uzinifu hekaluni ilikuwa ni njia ya kumheshimu yeye, maana yeye alikuwa ni Mungu wa kupeana watu kizazi. Sasa walisema ya kwamba watu wafanye vile wanavyotaka ili watoto wazaliwe kwa wingi, bila mtu wazae. Ukimwona mzuri zaa naye, ukimwona yule naye mzalishe. Maana nini? Mimi Mungu ndio nimesema, nataka nione nguvu zangu zinafanya kazi, na ukizaa najua nimewaneemesha kubeba mimba. Huyo ni Mungu Baba wa mbinguni. Nasikia maajabu kwa Biblia. Badala mambo ya fundisho katika kanisa, tunaenda napokea tu. Na unaroga. Hiyo ndio tunaenda nayo. Ndio maana hatubadiliki. There's a lot ambayo tuchunguze katika Biblia. Na huyo malkia wa mbinguni tulizie tena, ambao walikuwa walimfanyia kafara za wanadamu na za wanyama. Animal offering and human offering. Soma tu Biblia vizuri. Malkia wa mbinguni. Ndio kama una malkia wako mahali hapa, mfano wako sijui, utajijazia baada ya hii. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nifundishe kanisa watu wasimame vizuri. Sasa kukawa na mungu mwingine kwa wana wa Israeli ambaye alikuwa anaitwa Ashera. Sijui kama mnajua Ashera. Mmewahi sikia Ashera? Dagoni naye alikuwa ni mungu mwingine. Ashera naye alikuwa ni mungu wao. Na Ashera pia alikuwa anasimamia mavuno. Wakati wakikamtoa mbegu kwenda kupanda, lazima wafanye dhabihu fulani, Ashera aitumike. Na leo katika jamii tunafanya hizo dhabihu, tukisema ni mila, tukisema ni utaratibu mzuri, hatuviachi na tukajibadilia misemo na methali ya kwamba mwatamila ni utumwa, na tunaabudu Ashera, na huko pia tunaabudu Mungu. Kama unafanya sema amen. Unaona? Mzuri, unajijua. Hakikisha watu kwa ni waaminifu. Haleluya. Amen. Na kama uelewi na kuitikia pia shauri yako umezubaka kabisa. Na someka wanasema kila mtu awe alati. Nilipozaliwa nilisoma kitu. Na nilipokuwa mtu mzima nikasoma kitu. Nimetembea jamii mbalimbali Kenya. Hapa ndio sasa na anasema nimetulia kidogo, bali nimetembea. Sio kwa Wasomali, sio kwa Wadigo, sio kwa Wapokomo, sio ni Wakamba, nimetembea Kenya. Basi baadhi ya tendo ambalo liko na litambiko linafanywa ni kwamba wakati wa upanzi ukifika, liko kitu lazima mzee wa mwili na mama wa mwili wafanye pamoja usiku. Kesho wakiamuka wanaweka mbegu mchangani. Kweli sio kweli? Na litambiko sio tambiko. Au waziri kunyamaza. Mungu hapa. Haleluya. Amen. Siko vitu msichana akiolewa akiletwa mjini, msichana mgeni ameolewa, amepelekewa, alikuwa ameposwa kule, wakaenda wakafanya ulozi, wakakubaliana, wakaandikishana hivi, mambo yakatolewa wakati. Alipoletwa katika mji huo, ni asubiri kwanza sikie mzee alikohoa saa sita alizoziona. Haya, yanamaanisha kwamba tumemaliza, sasa endeleeni kuweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kama mnanifanya sema amen. Wamekaa kimya sasa. Wanajua wataambiwa na Ashera. Huyo ni malkia wa mbinguni. Amen. Kizazi. Bila hivyo inasemekana kwamba mumepita dereva. Muhimu kwa kimbelembele nitakuwa kichwa mjini. Ndio msubiri kwenye mwili wa pishe. Ndio leo tukifanya harusi
baada ya harusi tukienda honeymoon, tukijificha huko, wanakasirika huko nyuma. Jua tutawasikia wakikohoa. Haleluya. Amen. Ndio sikutacha baada ya harusi wamekasirika, wanarusha vidogo vidogo. Sikutaki. Kama utazaa maumivu, mimba, sijui nini. Wamekasirika, ilifanya ukae pale hapo ukae pale wakohoe kwanza. Amen. Amen. Na wajui miungu gani. Alafu na wewe pia umeokoka, ulipoenda mjini ukafundishwa na ukachukua yale mafundisho nao unawafanyia watoto wako bila kujua kwamba unachangia tabia za ulimwengu. Mwenye bila mtumwa. Haleluya. Amen. Na mwacha neno ni kafiri. Haleluya. Amen. Yesu akasema sio wale waniitao Bwana wataingia, na kuingia katika ufalme itakuwa ngumu kuliko farasi kwenye tundu la sindano. Wewe unafikiri Yesu anasema? Kwani ni wazimu Yesu? Anajua tumejichanganya kiwango gani, anayajua. Yako mambo tumeruhusu tunafanya, jinsi tusipoyafanya kwa umri wetu tumefika na heshima tulionayo katika jamii, watu watatuona vibaya, watakosa kutusaidia kushirikiana na sisi katika mji wetu. Uliumbwa na mwanadamu, si vifanyi wala sifiwe. Amen. Hey, utaabudu miungu usioijua, na ujue unaabudu miungu kwa nini unaenda kanisani. Kumbe unainamia. Chanzo cha hilo tendo unaloliheshimu ni nini kilifanyika mpaka hilo tendo laendelea katika jamii? Hautachunguza. Cultural Christianity. Mungu mmoja ndani, Mungu mmoja nje. Ndio ukianza kupoteza vitu vyako vinapotea, utasema jini anachukua. Kwa nini huyo jini apate nafasi akachukua kwa kitu kwa mtu ameokoka? Umeokoka, kwani wokovu mbona usikulinde? Kuna mwanya umepeana, lakini wewe unaona sina uzinifu, silale na waume za watu na wake za watu, kwa mimi niko sawa, sina dhambi, sidangani, hata hivi juzi nilisema ukweli, natoa sadaka kanisani. Haleluya. Amen. Wewe unaangalia hiyo tu na uone utafikia uko sawa. Kumbe uko sawa. Unajiuliza kasoro gani iko hapa nilipo? What is the problem here? The problem is you. Hallelujah. Amen. Mungu mwingine akiwa anaitwa Moleki. Moleki alikuwa wa Amori. Huyu Moleki alikuwa anatoa kafara na watoto wachanga. Wachini kuwafundisha. Wachini maneno mahubiri yako hapa peke yake. Tutaruka pia. Ukishajua anayeruka nyayo yako na kitu hapa, ashafika hatua ya kuruka. Haleluya. Amen. Moleki alikuwa mbaya sana. Ukizaa watoto ndani fulani upatie ndani fulani. Yaani mnaelewana. Ni exchange. Ni mapatano tayari. Wewe utazaa watoto watano, wawili ni wangu, ni Mungu, Moleki, watatu utabaki na wao. Wewe uchague utapeana gani? Watachukuliwa na watapelekwa kikaangoni huko. Watachikwa. Wewe sahau. Hata kama umependa kwa gani huyo mtoto, sahau. Huyo si wako, ni wa Mungu. Ndio leo wakina mama wanashika mimba, wasichana wanashika mimba, mimba inamwagika, mimba haikui na akazaliwa. Kwa sababu gani? Yuko Mungu anadai katika hiyo jamii, kumbe maagano yalifanywa na watu waliotangulia na ikaitwa maagano ya kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe ukiamka asubuhi unaangalia jirani wa karibu, kumbe macho yako yanaona hayaoni mbali. Iko mambo ndani, tambiko zimefanywa. Utalaumu kanisa, utalaumu mchungaji, utalaumu wazazi wako, utalaumu sijui waombezi, hawanipendi, hawanifanyii hivi, hawahusiki na shida zako. Yuko Mungu anakusimamia, sio yule tunayemwabudu. Amen. Haleluya. Amen. Alafu unang'ang'ana na vipesa na vishilingi 100, 200, 300, watafuta makanisa makubwa ambao watu wanaguswa hivi tu na wanaanguka. Anguka urudi, ukienda utaanguka tena urudi mpaka mara 100. Havitoki.
maana unaabudu sanamu. Amen. 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 Kesho wewe mgonjwa, kesho kutwa umeregelewa ile, kesho nyingine umeregelewa, kumbe ujui unatii miungu usioielewa. Na katika jamii kila mtu amebeba Mungu wake. Sio kwenda kanisani ni kuhitimu kuwa sawa mbele za Mungu. Anaenda kanisani kujipeleka. Wengine wanasema wacha niende ndio nipate mahali pa kuzikwa. Wafuata mtu ambaye shajua shaka tamaa anajua atakufa hivi karibuni azikwe. Wewe bado una miaka mingi ya kuishi ukafuata maneno ya kwake. Haleluya. Amen. Ndio leo akikwambia tusiende kanisani, hebu tukae hapa kidogo maana hii hali yako naona sio nini, utaenda huko kanisani ukazidiwa na wewe pia umeketi. Nije. Haleluya. Amen. Ndio tuna washirika magoigoi katika makanisa yetu ulimwenguni leo, sana hapa Afrika. Ugoigoi ni mwingi leo. Vitu watu wamepeana kipaumbele, wana reason, wanafikiria ni sababu za sawa za kimsingi. Kumbe ajui iko miungu inamvutia upande huo. Haleluya. Amen. Tangoja hiyo umeuliza sana. Utakuja na kuenda kwa sababu gani? Haujaikuza. Ndio nafundisha kila siku. Hata wewe unayepokea muujiza. Si ule muujiza pia ukiangukia mahali pana kitu jamani itakaa. Si ni kweli? Itadumu. Uponyaji wako itadumu. Neema ya kifedha itakaa na pesa itakuwa mikononi mwako. Haleluya. Amen. Utazaa watoto na wataishi hata kama walikuwa wanakufa. Maana umeshughulikia ile miungu ambayo inatawala maisha yenu. Ndio mtakosana katika jamii siku zote. Mume anasema hili, mke anasema hili. Mke ana maarifa yake, mume ana maarifa yake. Wakiketi pamoja, ndoa imesambaratika. Kumbe iko miungu inavuta kila mmoja. Hizi ndizo kweli zilizojificha katika jamii leo. Watu hawataki waambiwe. Ukiwaambia, wanasema unawekea makataa. Unawazuia kusaidika mahali. Unawazuia kutembelea sijui wapi. Tembeleeni lakini wacheni niwaambie. Kule unakotembelea hawana ufahamu wa neno la Mungu. Hautaambiwa ukweli. Utashinda ukitembea sana. Amen. Haleluya. Amen. Kumezuka sahihi kizazi cha manabii wa uongo leo. Tofauti na ibada na uganga haionekani. Nimekuwa masharti ya huyu malkia wa mbinguni na hata hii miungu yote huwa wako na masharti kabla hawajapatana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sharti la kwanza, lazima damu imwagike ama chakula kipatikane, na katika hiki chakula mara nyingi kinywaji hakikosekani. Ukiona ninakuja kwa nyumba yako leo na nimewekea sheria, lazima unitengenezee chai ya maziwa ama chai rangi ama lazima unichinjie kuku, jua hiyo ni miungu mingine nishabeba. Amen. Kitambulisho chako. Mimi nawaambia, nawafundisha leo. Nataka muokolewe. Mtaandika. Na siongee na nyinyi pekee yenu, naongea na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiona pasta wako umemuita Pasta Kado, njoo niombee kwa nyumba yangu, na yeye mwenyewe pengine ameongozwa na Pasta Kado akwambie nipatie 6,000 na 200 na 300. Kwa sababu gani? Hiyo madhabahu ni kubwa sana, mpaka usipotoa sadaka kubwa hiyo haitaenda. Chukua wewe ni mjinga. Kisha nalikubangu kabisa. Tofauti yako na sio hakuna. Toka kanisani, kaa nyumbani. Haleluya. Amen. Kaa nyumbani ukufe uzikwe na walevi. Hiyo ndio lika lako. Pasta anaharibu wakati kanisa. Mambo yasipoenda vizuri katika maisha yako, chunguza miungu inayokwenda tawala hiyo nyumba bila kujua. Na wamejificha hii miungu maana walifanya maagano. Na hii miungu ya vita hii wanapigana vitishi. Mtu atakwambia unabii wa kweli, atakwambia ambayo inapeleka roho mbio. Roho yako inapeleka mbio mpaka unaambiwa inafanyika sasa hivi. Sasa hivi napoongea tayari
sanduku imetengenezwa tayari, mjukuu wako wa kwanza unampoteza. Sasa hivi tukiongea hiyo sanduku inakuja sahihi. Wewe unaanguka hapo tayari, unalia hapo, unashikwa na pressure, unashikwa moyo, unakosa pumzi, unalazishwa ICU. Kumbe mjukuu hata ataishi miaka 80 ijayo hata wewe utaona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mimi nimeona mambo mengi sana. Na tuko kiroho. Shirika linakuja kanisani leo. Kesho muone ameenda kanisa hili. Na kilichompeleka imeenda kusalimiana. Anaenda kutafuta huko hakutabiriwa. Anaenda kule ajue kwamba atatabiriwa. Si ada yako ni kutabiriwa. Utabiriwe kweli mpaka utabiri kumaliza. Ndio umetafuta. Mtoto akitaka wembe. Makanisa ya ujanja leo, ya fitina, ya ukora na utapeli imejua kwamba Wakristo hawana msimamo. Hawajui huyu Kristo wanaojiita naye, wanaoitwa naye. Wamejua watu wanahangaika sana sana wa mama. Akiambiwa mume wako atakuua kesho tayari ashabeba sumu na wewe unakosa kuenda kwa hiyo nyumba. Sirudi kwa hiyo gari ya kwetu. Hata hakuna kitu. Alafu hiyo jioni ambapo umeambiwa mume wako amebeba sumu, ndio unasikia mume wako ametembelea mchungaji hata alikuwa anataka Yesu aombewe. Alikuwa anakusubiri uje umuombe. Uje. Haleluya. Amen. Ukiambiwa hawataki watu wasaidike. Hawataki watu wanaona wivu. Hawataki wivu. Unalipa mtu hapa. Wanasifiwe. Unasaidiwa. Chungeni sana. Sijui kwa nini ubili. Batuni ujumbe. Take notes. Na wacha niwaambie, njia ya kwanza ya mtu kusaidika na kukomboa mji wao na kukomboa nyumba yake mwenyewe na maisha yake ni kumkiri Kristo Yesu, kuamua kuokoka na kufuata kufundishwa. Full stop. Kwa hiyo niwaambie, ukitaka kumaliza uchawi katika maisha yako wewe mwenyewe, kiri Yesu Kristo. Haleluya. Hata uombe kitu gani, mpaka mchinje ng'ombe, mpaka mchinje mbuzi, sadaka zote unafanya ni za nje. Aliendani ni shetani mwenyewe unamkuza. Haitabadilisha familia. Jaribuni muone. Hiyo umepambana nayo kesho itakuwa hivyo tena. Maana mtu anakiri Kristo kutoka ndani. Unamtoka na kusumbua, amliki asemezeki, mshawishi na umhubirie. Anapokiri Kristo na anasema nimeokoka, nguvu za uchawi zitaisha ndani yake, hata wezi wa tena. Haleluya. Maana ulinzi imeingia ndani yake. Lakini kama mkiniita mimi nije kwa nyumba yako, niombee kijana wako kwa sababu anarogwa, nitaomba maombi yangu yatafanya kazi hiyo siku, kwa vile yule alikuwa tayari, nitaperegelea, hana ulinzi. Iko miungu mingine bali na mtawala. Na hii miungu bali ni vitu ngumu sana, maana watu wanadai kafara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nimepambana na ujinga mwingi sana katika kanisa. Na iko watu kuwapatia muda kidogo wapime katika shida walizonazo, utasikia washafika Nigeria. Maana anataka mtu ambaye anaongea na anaifanya hapo na inaondoka saa hiyo sio saa hiyo. Hata shida ya kukaa. Shida ikikaa atakwambia hauna Mungu. Haleluya. Amen.